Hi ladies and gentlemen. So guys, msinichungulia sijavaa nguo ndo nimeamka. So nilikuwa nawaambia mnaona huyu ni Mkenya mwenye ni Muganda mwenye amekunywa Clorox Saudi Arabia akaweza kujiua. Akaweza kujimaliza. Na wacheni niongee vitu kadhaa hapa, sijui kama mtakubaliana na by the way nakula githeri. Maisha yake ni tamu. Jana nilikuwa ushago juu hapa Nairobi sitakangi kupiga. Sasa kupika kidheri ya mtu mmoja inanichokesha. So nilikuwa ushago, mama kanipika. Mama anajua nikienda ushago anapika kidheri, napenda sana. Okay. So guys, mimi nataka kuongelelea vitu kadhaa hapa. Na msinichungulia nimesema sijavaa nguo, okay? So wakati ambao unaona mtu kadama anafikia mahali anakunywa Clorox, jiulizange tu maswali. Like, acheni niwaambie, Wakenya, kitu yenye inafanya Wakenya wajinyonge, wajiue, wakiwa huko Gulf. Not even Saudi Arabia, but Gulf country at large. Gulf countries at large. Kitu ya kwanza ni wazazi. Kitu ya pili ni husband. Kitu ya tatu ni watoto. Okay guys, allow me to start with the wazazi. Some parents, they are so toxic. Yani, mimi ushangazwa na hizi vitu. Wakati ulikuwa Kenya, haukuwa na kazi. Let me just give you an example. Haukuwa na kazi. Ulikuwa unakaa ushago. Hata mamako anakuja anakushautia, anakuuliza wewe badala uende ukafanye kazi kama wale wasichana wengine, kazi yako ni kukaa hapa sijui nini. I have so many complaints, guys. Si eti ni kitu naongea sijui. I have so many complaints. Some people have been reaching me when you wako Gulf. Sasa unaona wakati ambao msichana wako ameenda, sasa ndio amekuwa msichana. Umeanza kumuita majina mazuri, sijui what. Na saa yenye hakukua job, ulikuwa unamuita majina zote. There are some parents wenye ni wazuri sana. Wenye na ambao watoto wao wakiwa hawako job, they are very supportive. Yani wana support mtoto wao mpaka ile siku atapata kazi. Na they are not even abusive. But wazazi wengine they are very toxic. Unapata simply because I'm in Kenya, I'm jobless, unapata matusi, yani ni kila kitu mimi ndio nafanya, naambiwa osha hapa, sijui osha vyombo, sijui ile nyumba, sijui enda ukalime, sijui enda ukachote maji. Lakini wakati ambao ushapanda ndege, my friend, unasikiaka sijui nini, mamako anakuita majina mazuri. Mamako anakuita majina mazuri kwa sababu anajua unaenda kukua milionea. Not knowing kama saa hii sasa venye umepanda ndege hivi ndio mashida zimeanza kuanza. Unaenda huko Gulf, unakosa kumtumia ama maybe unamtumia. Guys, wacheni musikue wajinga. Mimi nilisema afadhali nikosane na mamangu nikiwa Gulf na nikirudi Kenya nijijenge kuliko nikuwe huko Gulf nifurahishe mamangu, sistangu, marafiki zangu, na nikirudi Kenya nikuwe broki ati sasa nianze kuteseka tena. Waanze kuniambia kalienda kakaka sijui miaka ngapi huko, hata wewe sijui nini. Nilikuwa nimesema mtu anipendea pesa zangu, anichukie pesa zangu, that is my sweat. Na imagine to make the matter worse, watu wengine nyinyi wa Team Strong mko na ujinga sana. Mumeenda Gulf, ati sasa wewe ndio mamako anakuambia usomeshe ati sisterko university, ati usomeshe brotherko university. Kwani wewe ni fool aje? Wacha yeye aende afanye kazi miaka 2 asave pesa ya nini? Ya kumpeleka shule. Mimi sitatoka hapa, niende huko Gulf, niende nikaoshe nyumba ya Mwarabu, nikiosha machoza Waarabu, alafu ukuje uniambia ati ati nikulipia school fees simply because we are from the same womb. No, my friend, I will disappoint you. Mimi nilikuwa nimesema ikue aje, afadhali nikosane na wazazi wangu, my relatives, na niende kabisa.
You guys, unajua hawa watu hawajui vile yale yenye tunapitia hapo. Na ndio maana unaona at the same day bwanako anakusumbua na pesa yako, mamako anakusumbua na pesa yako, sisterko, brotherko, your friends. Yani, guys, tell these people you are paid 30,000. That is 1,000 is what you are being paid there. Kama we ni fresha. Yani the moment umetumia mamako even unamfavor, unamtumia 7,000. Unamwambia haki mam, wacha ni save hizi pesa, alafu nilipia watoto hizi. Si umetumia mamako 7k ni za shopping na kujipanga. Aya, 23,000 ndio umebaki nazo. Watoto hujalipia school fees. And I know watu hapa ndio baba na mama wa watoto wao. Hakuna wababa washawatoroka. Some of our Kenyans wenye wako majuni wenye hawana wababa, hawana husband. So unabaki na 27k. 27k, imagine hata mtoto wako hawezi vaa kitu mzuri. Unalipa school fees, hata itoshi. Hata pesa ya chakula itoshi. Bwanako ndio huyo. Sisterko, unaitwa majina yote. Mara unaambiwa, kama ulikuwa umelewa, unatumanga pesa kwa mother-in-law, sijui nini, bla 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 bla. I wish I was in a position to call all Kenyans wenye wako na watoto Gulf. Niwaambie yale mashida yenye wa Kenya wanapitia. Si zile picha mnaonanga wamepost TikTok, mnaona picha zimeshine, tunatumianga nini? Tunatumianga nini? Zinaitwa aje? Tunatumianga filters. Picha zinakuwa mzuri. Lakini pale kwa ground, mambo inakuanga moshedha. Sio rahisi. Let me tell you something. Kama sister yako ako majuu, jua she is not safe. Yani anafanya kazi kufanya. Ujui kama hata ukiwa huko Gulf, hata usingizi unakosanga. Na kama ni mchana, unashinda ukiumwa na kichwa. Huko kuna jua mingi sana, unashinda ukiumwa na kichwa. I wish you guys can understand Kenyans working in Gulf countries. Hata shilingi hivi, haungewaitisha. Ungewaambia tu wa invest, wa save, wakiwa bado huko. Hata ungewaitisha shilingi hata moja. Mimi nawaambia ukweli, afadhali niwaambie ukweli. Afadhali niwaambie ukweli. Wakenya wengi wenye wanakufa juu ya depression ya wababas wao. I mean the husband. Wenye wanakufa huko Gulf wanakufa juu ya wamama wao, wazazi. Unasikia mzazi anakupigia simu ati mtoto wako amemeza shoka. Sijui mtoto wako amemeza sindano. Sijui mtoto wako sijui babako amefanya nini. Ni wewe. Ni kama yani you are the only, ni kama ulizaliwa tu kwa hiyo familia peke yako. Ni wewe uko kwa wazazi, ni wewe uko kwa masista, ni wewe uko kwa mabrother, ni wewe uko kwa mother-in-law, kwa father-in-law, sijui kwa nini. Ni kama unalipwa milioni kwa mwezi. Wazazi, calm down please. Ukiona mtoto wako ameenda majuu, wacha kusema wacha nibomoe hii nywele, sijui nishukwe ile latest, wacha nibomoe sijui nini, wacha ninunue hii nguo. Oh my gosh, hii nguo ndio inatoka. Lazima ni nini. Haya, chama zote wewe ndio umeingia zote, na huko job ni pesa ya msichana wako. Shame on you wa mama. Hata kama tunaambiwa heshima saa zingine ni ya muhimu guys. Saa zingine najiangalianga hivi nasikia vibaya sana. Unaona mtoto alikuwa anatumia mamake pesa Kenya. Guys, I have all the document here. Niko na kila kitu hapa. Vile mlikuwa mnaona nikiwa Saudi Arabia, mimi sikuwa nalalia masikio. Siku moja nitawatolea documentary yenye hata imejaa imejaa hii kaunti yote ya Nairobi. Mutashtuka sana. Yaani mzazi unatumiwa pesa 30,000 unaambiwa uweke kwa account. Mtu anamaliza 2 years anakuja Kenya, anapata 0 savings. Pesa ziko wapi? Ulikuwa chama, ulikuwa unafanya shopping, ulikuwa unanunua manguo zenye latest, ulikuwa unashukwa zile latest mushuko, ulikuwa sijui nini. Wamama kweli, badala uinvestie mtoto wako.
Si hata uchukue tu makuku uanze kumulishia. At least akikuja apate pesa zake zimeongezeka. Hata ukiwa unakula hiyo faida hawezi akakuuliza. Mwekee 200k zenye alituma. Ukianza kutengeneza kuku za mayai ambazo ni layers, utatengeneza profit mzuri. Ama tu uingie kwa broilers na utafute nini watu utakuwa unapelekea. Utakuwa na pesa mama. Hata kama utanunua ng'ombe akuja azipate hapo. Ama makondoo, umununulie makondoo. Ama muanzishie biashara ya marimari, uko unaendea vitu Kamukunji. Ama muanzishie tu ya cosmetic, uko unaendea vitu pale Dubois Road. Eish, na nyinyi wa mama. Ama muanzishie tu kazi ya makaa. Ati what you are doing, it is totally wrong. Like you don't care about your kids. Ni kama aish, hapana. So guys, ndio maana unaona Wakenya wengi wanakula hizo vitu. Wanakunywa Maclorox, Maflash, at least mtu akufe aondokee hiyo. Yaani nyinyi hamjui Waarabu. Wewe unaamuka asubuhi kunipigia simu, ukiniambia vile unataka pesa za kushukwa, pesa za chakula, pesa za chama, pesa za nguo, pesa za shopping. Si ndio? Mwarabu na yeye pale ndio huyo amenikataza chakula. Nimefanya cleaning, ameniambia nirudie. Apart from that, watoto wake ndio hawa wananitemea mate. Wengine wananichuna. Wacheni niwapee a good example. Endeni TikTok muangalie Phoebe. Huyo msichana anaitwa Phoebe. Msichana mwenye ambaye anafanya mpaka kazi ya wanaume. Atarudi Kenya mgongo ikiwa imevunjika. Alafu apate pesa zake zimekuliwa zote. Hata ataenda hospitali na nini. Na hata kuwa anaweza kutravel tena back to Gulf countries. Sisa zingine hata mufikirie nyinyi. Na nyinyi Team Strong, wacheni kuacha wasichana na wababa wenu. Utapata mtoto wako amegeuzwa kuwa bibi. Shauri yenu. Mko na akili lakini hamtaki kuitumia. Sasa ndawasaidia aje mimi? Ndawasaidia aje? So guys, kama nimeongea vibaya naomba mnisamee. Bye bye.